Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Shangilia huyu Yesu. Sasa nimkaribisha hapa Pastor Deus. Atajitambulisha, yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Atazungumza machache kwa sababu alikuwa mbali kwa ajili ya huduma na Mungu amemleta tena kwetu. Mshangilie huyu Yesu. Lakini yeye ndo atakaribisha wageni. Haleluya. Na pia atafungia ibada ya siku ya leo. Mshangilie huyu Yesu. Haleluya. Karibu sana Pastor Deus. Makofi mazito kwa Yesu kwa ajili ya Pastor Deus. Piga picha. Pastor Deus, karibu. Tutaimba na watoto wetu. Sogeza mbali. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Sawa. Tutashangilia baadaye. Sawa. Kuna mambo matatu tu ambayo kama nabii wa Bwana inabidi niseme kwako, na yatakuwa kwa faida ya kanisa, lakini faida kwa ajili ya watumishi wa Mungu, lakini yatakuwa faida kwa ajili ya taifa kwa ujumla. Amen. Wangapi tunaiombea Tanzania? Wangapi tunaiombea taifa? Tunaomba kuongeza sauti. Mambo ambayo Mungu anataka afanyike kwa haraka sana ni haya matatu, na mimi kama nabii wa Bwana niliwaandikia ili niweze kuyasema kwako na yawe kiongozi njia wakati ambao tunasubiria ujio wa Bwana Yesu. Amen. Jambo la kwanza ni kwa ajili ya kanisa. Kanisa, unabii ambao Bwana anasema ni kwamba Mungu analeta marejesho. Sema marejesho. Rejesho. Kuna vitu ambavyo kanisani viliondoka, ila kwa sasa na kurejesha. Amen. Ukilitazama kanisa linaonekana lina udhaifu, ni nyonge, halina uchumi ulio imara. Sawa? Kanisa ni kama limegawanyika. Amen. Kanisa ni kama limenyimwa nguvu rohoni ya Mungu. Bwana anasema kurejesha. Sasa nikiwa namsikiliza Bwana aliniambia kwamba adui alilipiga kanisa, na baada ya kulipiga kanisa akaligawanya vipande, na baada ya kuligawanya vipande kukawa kuna vita kati ya mababa na vijana ambao ni watumishi wa Mungu, vijana kama sisi tunaoinuka kwa sasa. Baada ya kutokea hiyo vita, kumekuwa na mvutano kuanzia miaka ya 80 mpaka miaka hii ya 2026. Kwa hiyo kutokea hapo
heshima kwenye kanisa iliondoka, na baada ya kuondoka hii heshima imeruhusu sasa huu mvutano ambao hauishi. Na tunaweza tukapiga picha vizuri kwa nyuma. Huu ni unabii kwa ajili ya kanisa, kwa hiyo nitaweka wazi kila kitu. Tunaweza tukapiga picha wote kwa pamoja kwa habari ya kanisa. Toka wakati ambapo kanisa lilianza kumeguka, ndipo ambapo adui aliachilia mbegu katika kanisa, na hiyo mbegu ilikuwa ni mbegu ya uharibifu, ya kuwafanya watu wawe maadui na kuruhusu roho ya mashindano, ambayo bila kuishinda hiyo roho, kanisa litaendelea kuwa na vipande. Sasa Mungu anasema kwa sababu huu ni wakati wa urejesho kwenye kanisa, Mungu analitengeneza tena. Amen. Tunasikiliza vizuri watumishi wa Bwana. Mungu analitengeneza tena kanisa, na hawezi kulitengeneza kanisa kama hajatengeneza watumishi wake. Kwa hiyo mababa wote katika imani walio hai, kiacha na mababa ambao wameshakwenda mbinguni kwa Baba, mababa wote ambao wako hai, naomba nigeuzie mababa wote ambao wako hai, inabidi kama kuna ugomvi walionao, kama kuna tofauti walizonazo na watoto wao ambao ni watoto katika imani, Mtume Paulo anasema mimi ndimi niliyowazaa katika Kristo. Nasema japokuwa mna walimu 10,000, lakini mimi ndimi niliyowazaa katika Kristo. Kila mmoja huwa haokoki tu, ila anaokoka kupitia baba fulani aliyemuongoza katika imani. Kwa hiyo ikiwa kuna baba yoyote bado anaishi, yuko anaishi baba katika imani, mababa ambao wanajitambua kama mababa katika imani, wanapaswa kutengeneza na watoto wao. Kwa hiyo ili mbegu ya wadui na mashindano kwenye kanisa ife, lazima wapatane. Na kwa sababu ya kutokupatana, ilitengeneza kuzaliwa kwa huduma nyingi na huduma zingine ambazo hazikuwa na sababu ya kuzaliwa, lakini kwa sababu ya makomvi, vita, mashindano, ndio maana hizo huduma zilizaliwa. Na hizo huduma hazikuwa sauti ya Mungu ndani ya watumishi wao, ndani ya watumishi wa Mungu, ila ilikuwa ni kwa sababu ya yale mashindano na zile vita ambazo zilikuwepo. Kwa hiyo wakirekebisha hizo vita, kuna mababa ambao watawafuata watoto kuwarejesha kwao, lakini pia kuna watoto ambao watarudi kwa baba zao. Kwa hiyo ikiwa wewe ni mtoto, unajua una changamoto na baba wako ambaye alikuleta katika imani ya Kristo au katika wokovu, aidha ulikutanishwa naye kwa sauti ya Mungu, hakikisha unarekebisha hilo jambo. Tasoma andiko moja kwenye huo upande kwenye kitabu cha Mika. Okay, twende Malaki, tunatumika Malaki kwenye kitabu cha Malaki sura ya 4 na ule mstari wa 6. Malaki sura ya 4 na mstari wa 6. Maandiko matakatifu yanazungumza, anasema hivi, naomba niwekee hapo. Okay, anyway, hamna shida, wacha nisome tu hapa. Kama itakuletea shida kuipata, tasoma hapa tu. Anasema hivi kwenye Malaki 4:6, anasema Malaki 4:6 anasema, naye ataigeuza mioyo ya baba zao iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Kwa hiyo kuna watoto wanatembea katika laana kwa sababu ya makosa waliofanya kwa baba zao, lakini pia kuna baba ambao wanatembea kwenye uchungu na maumivu na mashindano kwa sababu ya magomvi na kuachana vibaya walipoachana na watoto wao. Kwa hiyo hilo, watumishi wa Mungu, baba zetu katika imani, mimi naheshimu baba zangu wote, siwezi kuwataja moja moja kwa majina yao, lakini wote wanapaswa kurekebisha upande huo na warejeshe huo uzazi ambao walikuwa nao katika swala zima la watoto katika imani. Lakini pia jambo la kuzingatia hapa kwenye urejesho, Mungu anatengeneza sasa watumishi. Tukishapatana hivyo, Mungu ataanza kutengeneza watumishi, na tayari amekwisha kuanza kuwatengeneza watumishi. Amen. Na hao watumishi sasa ndio ambao watakaoleta uamsho kwa ajili ya kanisa la Bwana. Amen. Jambo la pili ni unabii kwa habari ya taifa. Ni unabii kwa habari ya taifa. Sitaendelea sana kwa habari ya kanisa kwa sababu nasikia Bwana
haijalishi hapo. Kuna habari ya taifa la Tanzania. Taifa letu ni taifa zuri sana na Mungu analipenda. Chanzo cha matatizo yote ambayo yamekuwa yakitokea, gomvi, vurugu, vyote ambavyo vimekuwa vikitokea vinasababishwa na jambo moja. Kanisa lilikufa kiroho. Kanisa lilikufa kiroho. Kanisa lingesimama katika nafasi yake, watu ambavyo vinashindana rohoni, na hivi vitu vile vinavyoshindana rohoni ni vitu ambavyo ni upande wa giza na upande wa nuru. Suluhisho pekee ambalo Bwana analitaka kwa ajili ya kuleta amani, kwa ajili ya kuleta utulivu, kwa ajili ya kuleta ushindi ni kanisa kusimama huko. Kwa hiyo popote unaponisikia, hii ni sauti ya Bwana. Hakikisha unasimama katika nafasi yako kuomba kwa ajili ya taifa. Amen. Na watu pekee ambao Mungu atawatumia ni mababa ambao wana nafasi kubwa katika taifa, ambao wanaweza wakasikilizwa na viongozi wote, haijalishi ni ngazi gani au ni nafasi gani, kwa sababu bila kufanya hivyo bado tunaweza tukapitia wakati mgumu ambao utaendelea kugharimu taifa na watu wake kwa ujumla. Jambo la tatu ni kwa habari ya kanisa la madhabahu ya neno la Mungu. Mungu analikuza kanisa lake kwa kasi ya ajabu, na hii kasi ya ajabu hakuna mtu ambaye atasimama kuzuia. Hakuna mtu ambaye atasimama kuzuia. Hii ni kasi ambayo kanisa la madhabahu ya neno na maombi litaenea Tanzania na nje ya Tanzania. Haya tu ni kukupa matumaini kwa habari ya kazi yake. Mungu anasema machozi ambayo tumelia, machozi ambayo tumekesha, machozi ambayo tumetoa kwa sababu ya maumivu na changamoto zote ambazo tumezipitia, Bwana anayafuta. Lakini kitu pekee ambacho Mungu anakitaka ni juu ya mambo mawili. Jambo la kwanza, ikiwa kuna mtu yeyote ambaye atakuja au yuko anayejaribu kuleta hizi changamoto mbili, Bwana atamuondoa nje ya mstari, atamuondoa nje ya barabara ya madhabahu ya Mungu, atamuondoa nje ya kanisa hili, kwa sababu hayuko sawasawa na maono ya mbeba maono au ya wabeba maono wa madhabahu hii. Jambo la kwanza ambao ni la kinyama, yani NP not a bad, NP not a bad, maana yake zingatia. Jambo la kwanza, usije ukathubutu mtumishi wa Mungu yoyote kwenye madhabahu hii kushindana na mtu yoyote. Shindana mbio zako. Hii ni sauti ya Bwana, kwa hiyo uzingatie. Shindana mbio zako. Pastor Deusi unayemwona hapa hashindani na Pastor Abel Manjara, hashindani na Mama Irene Jacob, hashindani na Baba Mwavipa, Frank Mwavipa. Frank manake ni bahati, neema, amen. Hashindani na Baba. Sawa? Hashindani na Pastor Ubi. Tutashinda ikiwa tutasimama katika nafasi yetu.
Kila mmoja uliyeko hapa, simama katika nafasi yako. Hebu mshangilie Bwana kwa makofi. Jambo la pili nimesema not again NB. Jambo la kwanza nimesema epuka mashindano. Nisisingizie hata roho ya mashindano, kwa sababu tukienda kutoka kwenye kawaida ya mwanadamu inakuja inakuwa tabia, alafu ikitoka tabia inakuja roho na mashindano. So siwezi kuvuka kwenye tabia na siwezi kufika hata kwenye roho, ila niko pale pale kwenye mashindano. Usishindane, shindana na mbio zako. Jambo la pili ambalo la kuzingatia, maneno. Bwana anasema toka kanisa linaanza, hii mbegu ya maneno imekuwa chanzo cha kulivuruga kanisa, na sio tu madhabahu ya neno na maombi, ni kanisa kwa ujumla la Tanzania. Maneno yanazalisha chuki, yanazalisha hasira, yanazalisha mashindano, yanazalisha umbea, yanazalisha roho mbaya. Utamchukia mtu kwa sababu ya maneno, utamchukia mtu kwa sababu amekusema. Wakati mwingine tunafarijiana kwa neno, kwa sababu neno ndilo linalotuchonga na kutupeleka pale ambapo tunapaswa kuwa. Baada ya kuchongwa sasa, hakikisha unaishi neno la Mungu. Mungu anaweza akanyamaza, hata asimsimamishe mtumishi wa Mungu mkubwa, ila akamsimamisha mdogo ambaye wewe pia ulikuwa unamdharau. Akamwambia kitu kidogo kikakusaidia kuvuka. Kwa hiyo usimtazame Pastor Deus, mtazame Mungu kwamba anasema na maisha. Baba amefundisha akasema, is my father, na mheshimu kama baba, na nimekuwa nikimpa shikamoo tokea mwanzo. Amesema ikitokea akaanza kikao na mtu yoyote, ameanza kumpindua nani? Baba. Siku ikitokea wewe ukianza kufanya vikao na majirani zako ndani ya kanisa, umeanza kuyapindua maono, umeanza kukiuka kile Bwana alikisema kwa habari ya kanisa hili. Kwa hiyo maelekezo yatatoka juu, halafu yatakuja kwa mtu aliyeko chini baada ya mchungaji, halafu yatakuja kwa viongozi wa kanisa, yatatoka kwa viongozi wa kanisa, yatakuja kwa washirika. Mungu anasema kuwe na mchungaji na kuwe na kondoo. Kondoo huwa hawajiongozi, huwa wanaongozwa na nani? Na mchungaji. Na wote kwa hapa tunajua baba yetu ni askofu. Mimi nimemsema askofu Frank Mwavita, na mama nimemsema mama askofu Frank Mwavita. Amen. Sasa basi, maelekezo yatakayotoka huko juu ndio ambayo yatashuka mpaka kwa washirika. Kwa usije ukapokea maelekezo kutoka kwa mtu mwingine yoyote akakwambia jambo siri au waziwazi kwamba nimeambiwa ufanye, hata kama ni kwa masuala ya sadaka. Baba amezungumza hapa, upaswi kufanya kinyume na madhabahu inayofanya inakosema. Kwa hiyo unakuja hapa kanisani, fuata utaratibu uliokuwa hapa kanisani. Zaburi 133 mstari wa kwanza hadi wa 3, mstari wa 3 tu naishi hapa. Anasema hivi, Zaburi 133 mstari wa kwanza hadi wa 3. Anazungumza, anasema ni kama, ngoja tusome kwanza mstari wa kwanza. Anasema tazama jinsi ilivyo mema na kupendeza ndugu wake kwa pamoja na pamoja, ni kama mafuta mazuri kichwani yashukavyo mbinguni, ndevu za Mungu yashukavyo mpaka upindo wa mavazi yake, kama umande wa lemoni ushukavyo mlimani pa Sayuni. Maana ndiko Bwana alipoamuru baraka, maana uzima hata milele. Sitapokea baraka ya utajiri, sitapokea baraka ya ndoa, sitapokea baraka ya mafanikio, sitapokea baraka ya utele, sitapokea baraka ya huduma kubwa kubwa kama sitaheshimu mafuta. Kwa hiyo hizo baraka unazoziona hapo ameziamuru Bwana na zitokee wapi? Juu. Maadamu Mungu amewaamini watumishi wa Bwana wasimame kwa ajili ya kusimamia madhabahu, lazima na sisi tuwatii ili tuweze kupokea mafuta yanayoshuka kupokea. Amen. Ndiye Bwana makofi. Sasa basi, kuna mambo mawili ambayo Bwana amesema kwa wale wa upande. Jambo la kwanza, Mungu anatupa watumishi. This is a promise of God. The promise
promise number one of God, ahadi ya kwanza ya Mungu. Mungu anatupa watumishi walioandaliwa tayari. Amen. Pigie Bwana. Mungu anatupa watumishi walioandaliwa tayari. Hata kama itatokea matengenezo, yatakuwa ni matengenezo ambayo hayatatupa gharama kama kanisa. Tutawatengeneza kwa muda mfupi, halafu tutawatuma kwa ajili ya kazi ya Bwana. Na Mungu atatuamini kusimamia utakatifu kama nguzo ya kanisa hili. Mwombaji na mtu wa neno ni mtu mtakatifu. Na sisi, malizia sasa, ni madhabahu. Naomba malizie kwa sauti, na sisi. Amen. Jambo la pili, Mungu amefanya hapa pawe karakana. Sema karakana. Na Mungu ameufanya mji wa Mbeya uwe karakana ya kutengeneza watumishi wa Mungu ambao wakifunuliwa macho yao wakaona neema na nuru ya utukufu ambao iko hapa, watasema twende madhabahu ya neno na maombi. Alafu wakishasema twende madhabahu ya neno na maombi, watakaa kwenye huduma inayoitwa ministers rehab au rehabilitation. Rehabilitation maana yake ni karakana ya matengenezo. Amen. Na hii karakana itakuwa ikifanywa kuandaa watumishi wa Mungu. Tukishakuthibitisha au Baba akikuthibitisha kwamba unatufaa kwa ajili ya kazi njema, unaenda shambani mwa Bwana kwa ajili ya kumvunia mavuno mengi. Kwa hiyo haya ndio ambayo Bwana ameyasema. Na kwa habari ya rehab au hii karakana ya kutengeneza watumishi wa Mungu ni Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 19 na 21. Utakatifu tunaona hapo, anasema Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 19 na 21. Utakatifu tunaona hapo, anasema kila mtu anayetaja jina, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama imara, wenye muhuri Bwana awajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana na uache uovu. Masengenyo ni uovu, dhambi ni uovu, chochote ambacho sio mapenzi ya Mungu ni uovu. Kwa hiyo watumishi ambao Bwana anawataka kwa ajili ya madhabahu ni watu wasiokuwa na imani. Twende mstari wa 20. Anasema basi katika nyumba, sema nyumba, sema katika madhabahu ya neno na maombi, vimo vyombo vya dhahabu na fedha tu. Kuna watu watakuja wamekamilika na watakao kuja hawajakamilika. Kwa hiyo wale ambao hawajakamilika wakiwa kwenye matengenezo, inabidi tuwapokee, tuwatengeneze. Wakifaa tunawatuma kwenda shambani. Amen. Haya. Fedha tu, dhahabu na fedha tu, bali vya mti na vya udongo na vingine vya heshima, vingine vya heshima. Kwa kuna watu watakuja kama fedha ambao wamekamilika, kama dhahabu wamekamilika, lakini wengine watakuja kama mti, wengine watakuja kama udongo. Sawa? Naomba rudi 20. Naomba rudi 20. Wengine watakuja kama udongo, wengine watakuja kama shamba. Udongo, vingine havina heshima na vingine havina heshima. Na niseme hiki kitu. Ukiona mtumishi wa Mungu amekuja amekaa siku chache akakaa kiti cha mbele, wewe ambao uko hapa miaka mingi au miezi mingi, hujawahi kukaa hapa mbele, usinungunike ndani yako. Amen. Kwa sababu muda wako bado wa kukaa mbele. Ukifika utakaa mbele. Amen. Kwa hiyo vingine vya udongo, vingine havina heshima, vingine vina heshima. Nazungumza kwa habari ya heshima. Wengine wataheshimiwa kwanza mapema, wengine wataheshimiwa mapema. Baada ya hapo sasa, angalia maombi na utakatifu. 21. Basi ikiwa mtu amejitakasa na kujitenga na hao watu gani ambao bado wanaendelea na uovu, wanaendelea na dhambi, wanaendelea na masengenyo, wanaendelea na mashindano, hao kama msingi wa kanisa anasema atakuwa chombo cha kupata nini? Heshima, kilichosafishwa, kimpacho Bwana kimetengenezwa kwa ajili ya kazi iliyo njema. Kama amekupendeza haya, mpigie Bwana Yesu makofi mengi. Live hapo mmoja niongezee end, alafu